Tulikubaliana ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha. Si tulikubaliana hiyo? Ama hatukubaliana? Na tulisema kupunguza gharama ya maisha, tunaanza na kupunguza gharama ya chakula. Na kupunguza gharama ya chakula sio kuweka sufuria kwa kichwa, ni kusaidia wakulima waende shambani, watuzalishie chakula, chakula ipatikane ya kutosha, ndio tuondoe aibu ya njaa. Ama iko dawa ingine ya njaa? Si ni wakulima tuwasaidie? Ndio tumepunguza mwaka huu. Tumetoa mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Mwaka huu niliwaahidi tumelete mpaka shilingi 3,500. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Saa hizi tunaongea na wale ambao ni suppliers. Mimi nataka nirudishe tena chini hiyo mambo ya mbolea mpaka ifike shilingi 2,500. Ndio kila mkulima apate nafasi ya kuzalisha chakula, tuweze kuondoa njaa na mkulima aweke pesa pia kwa mfuko. Nyinyi mko tayari ama mko tayari, watu wa Naivasha? Watu wa Nakuru mko tayari ama mko tayari? Tuko tayari? Tatembea barabara hiyo pamoja. Na ndio mimi nataka niwaambie, mimi nawashukuru wakulima wa taifa letu la Kenya. Ukitembea kila mahali katika Kenya, utaona vile wakulima wamefanya bidii, kwa sababu tulisaidiana na wao tukawapatia mbolea. Mungu akatujalia mvua. Mwaka huu tutakuwa na chakula ambayo haijawahi kuonekana Kenya. Na tunangojea tu miezi miwili tutoe chakula shambani, tuendelee na taifa letu la Kenya. Tuko pamoja jameni? Wengine wanataka kutufanyia maandamano. Hata ukiweka sufuria ufanye maandamano siku ngapi, bei ya unga itarudi chini? Bei ya unga itarudisha chini na maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa? Si itarudisha na bidii ya wakulima na usaidizi wa serikali? Hiyo ndio mpango tuko naye. Na nawaambia wakulima wa taifa letu la Kenya, asanteni sana. Wakulima wamezalisha mpaka ikapita ekari 1,200 mpya imetumiwa na wakulima wetu kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mambo ya unga, mambo ya chakula, mpango yetu iko sahihi, na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha, kwa sababu inapunguzwa na mpango, haipunguzwi na maandamano. Tuko pamoja jameni? Neguo kana tiguo? Tumekubaliana? So hiyo ndio mpango yetu, na mimi nataka niwaeleze watu wa Nakuru, sisi tumesimama imara. Muliona juzi walifanya maandamano Ijumaa iliyopita, ile ingine watu 7 wakakufa. Wamefanya maandamano juzi, watu 8 wakakufa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii maandamano? Mnataka tuendelee na hii maandamano? Mimi nataka niwaambie, maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini, hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. Mtu huyu wa kitendawili alilete fujo, akalete mapinduzi, watu wakakufa kule nyuma. Akakuja akaangaisha mzee Kibaki, mara choo, mara sijui nini, mara carpet. Mpaka mzee akashindwa kufanya, akafanya kazi, lakini kazi hiyo haikuendelea vile ilikuwa inatakikana. Ndio huyo amekuja akachanganya Uhuru, ile mambo yetu ya Big 4 ikapotea, tukaenda BBI sijui nini, mpaka tukaingia madeni. Saa hii tuko na deni ya 9 trillion. Saa hii amekuja hapa tena, ndio huyo ameanzisha fujo. Amelete fujo. Muliona vile mali iliharibika Nairobi? Mkaona vile watu wamelete vijana wamelipwa wafanye fujo? Mnataka tuendelee hiyo barabara? Mimi nataka nimwambie bwana Raila Odinga, uchaguzi iliisha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Huwezi kutafuta uongozi wa taifa letu la Kenya kutumia damu ya wananchi, maafa ya wananchi, na kuharibu mali ya Kenya. Hiyo haiwezekani. Na hakuna vile utabadilisha Kenya kwa hiyo barabara unaenda. Na hiyo barabara umeenda, mimi nataka nikuhakikishie, mimi niko na wewe macho kwa macho. Tutakutana. Haiwezekani. We cannot accept. Ama namna gani jameni? Tunaelewana watu wa Nakuru? Ati wanasema ya kwamba wanataka kutulazimisha. Ati hasira yao kubwa ni kwamba
mahali ambapo walikuwa wanafikiria hatuwezi, walikuwa wanafikiria wakulima wetu hawawezi kuzalisha chakula, saa hii wameona imebaki miezi miwili chakula ipatikane, wanatuletea makelele, wanatuletea maafa ati njaa. Mimi nataka niwaulize, hiyo njaa itamalizwa na maandamano? Kuharibu mali ya wananchi ndio itamaliza njaa? Watu wache kutusumbua bwana, na waache hiyo mchezo. Na mimi nataka nimwambie huyu bwana, kama ni maandamano tutakutana, kwa sababu hauwezi, you cannot use extrajudicial means, extra constitutional means to look for power in Kenya. There is a constitution, there is an election, the people of Kenya went to election, they elected a government. If you want, angoje tukutane 2027 ni munyoroshe tena. Ama mnasemaje? Ati wanataka kutulazimisha ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, mnataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru, jameni, wacha niwaulize. Mpango tuko naye ya hawa vijana. Tayari ile ajira tumeleta ya walimu. Niliwaahidi ya kwamba tutapanga hii kazi na kazi hii itasonga mbele. Mimi nataka niwahakikishie, mimi nitakaa ngumu. Hawa nitawakalia ngumu. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote, Kenya si ya maandamano. Na tunataka hawa watu wa maandamano watuambie, ili maandamano isemekana imefaulu, watu wangapi wanapaswa kukufa? Watu mali kiasi gani inapaswa kuharibika? Maafa kiasi gani inafaa kuwa imefanyika? That we will not accept. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Nyinyi mnasema tupange maendeleo ama mnataka tuingizwe kwa hii maandamano jameni, watu wa Kinamba? Tufanye maendeleo. Hebu nione wala wanasema tuendelee na maendeleo. Tuko pamoja? Na hapo ndio nimekwama. Nimekwama hapo. Nikae hapo. Nikwame hapo. Kabisa. Hawa watu niwakalie ngumu. Basi sasa mmenipatia ruhusa, nitawakalia ngumu, watachangaa. Na ne wakiniuliza nitamwambia watu wa Kinamba waliniambia niwakalie. Ama namna gani? Si nyinyi ndio mliamuka mapema mkapiga kura? Mkanipigia na Rigiji na huyu Jane na hawa wengine wote. Ati sasa wanataka kutuletea kesirani, na mimi nataka nimwambie huyo bwana, pengine kama utafanya maandamano utafanya kwako. Na kama kuna mahali utachoma kwako. Hakuna mahali utachoma tena Kenya hii. Kwenda uchome kwako, kwenda ufanye ile unataka kufanya kwako. Lakini hapana kwa Wakenya wengine. Sijui kama tunaelewana. Yes, hapana. Hiyo imetosha. Hiyo imetosha. Ama namna gani? Wacha niwakaribisha hawa viongozi wengine tu watu salimie. Sinianze na mrembo wenu jameni, anaitwa Jane Kihara. Panda hapo Jane.